matumaini hayako kwa wafu. Matumaini haiko kwa mtu mwenye amekufa, bali matumaini ni kwa yule mtu ambaye anaishi. Biblia inasema, tafuta utapata, bisha utafunguliwa, omba utapewa. Na hivi vitu vitatu ni kwa ajili ya walio hai, kwa sababu sioni mtu amekufa kisha katafuta. Umeona wapi mtu amekufa alafu amejenga nyumba? Ukaona wapi mtu amekufa alafu amefanya ndoa? Ukaona wapi mtu amekufa na akaendelea kuishi maisha ya kawaida hapa chini ya jua? Hakuna. Ndugu mpendwa, nataka nikutie moyo ya kwamba uhai ulio nayo ni baraka kubwa kutoka kwa Mungu, na wala usijilaumu na kusema mbona sijapata hiki, sijapata kile. Bado ungali katika list ya wale ambao matumaini ni kwao. Ndio maana nikutoshe wasiwasi kabisa. Acha kuzingatia mambo, acha kujilinganisha na kukata tamaa. Ujue kama kuna matumaini. Hata pia neema ya wokovu ni kwa wale ambao wangali hai. Bwana sifiwe. Matumaini ya wokovu ni kwa wale walio hai. Biblia inasema, ukisoma Luka sura yake 16, ukianzia kwa mstari wa 19 mpaka mstari wake wa 13, utaona habari ndefu pale ya maskini Lazaro na tajiri. Huyu tajiri aliishi vinono hapa chini ya jua, akasahau ya kwamba neema ilikuwa kwa ajili ya walio hai. Akasahau kama neema ya wokovu ya kuokoa nafsi yake ni wakati angali hai, angali mzima. Ilikuwa nini? Lazaro alikuwa analala kwenye mlango wake, alikuwa anakaa pale kwa sababu alikuwa maskini. Sasa ndugu mpendwa, na wewe uko na maskini ambao wanakuzunguka, lakini una lolote ambao unaweza kuwasaidia. Acha nikwambie, kama neema ya wokovu ni wakati unaishi. Ukishatoka katika mwili hautaishi tena, hautapata neema ya kuokoka. Hata kama wanadamu wanasemaka aseme Mungu mlaze vyema peponi, ni uongo mtupu. Ile kumlaza unaandika kufuatia mtu, Mungu Bwana umpokee katika mlaze vyema peponi, ni uongo kabisa. Mtu akifa hawezi tena okolewa, hawezi tena okoka kabisa. Na wala Mungu hawezi kuendelea kumpokea katika ufalme wake. Bwana asifiwe. Kwa Lazaro ikafikia wakati ambao tajiri anakufa, naye Lazaro maskini akakufa. Yesu anasema wazi, kwa sababu Yesu alikuwa anaeleza hii historia. Ikaonekana Lazaro maskini akalazwa kifuani mwa Ibrahimu, mahali ambapo kabisa kuna upepo mzuri, anapumzika na starehe. Lakini maskini yeye tajiri akajikuta yuko kuzimu. Biblia inasema ndiye kuzimu, mahali pa mateso, lieu de tourment kwa français, kwa mafasi ya mateso kabisa. Akajikuta yuko huko. Akaanza kumsihi Lazaro Ibrahimu ampatie, aguse tu kidole chake. Imeelewa mateso gani? Lakini kwa unafuata Biblia inasema Ibrahimu akamjibia wazi, kule kwenye huko na huko kwenye tuko hakuna uhusiano. Kwenye nagusia Lazdani tajiri mwenye kwenye mateso ameshakufa. Juu ni kuoneshe kama neema ya wokovu ni kwa walio hai. Akamsihi Ibrahimu akamwambia, wende basi umtume Lazaro arudie kule kwetu, ningali wa ndugu zangu 5. Biblia inasema wazi, wende waambie wafanye tahadhari, wasijivune juu ya mali niliwaachia, wasije wakanikuta hapa kwenye mateso. Lakini Ibrahimu akamwambia, huko kuna maandiko ya Musa, wana maandiko ya Musa, yani wana maandiko, wana injili. Sasa leo tunahubiri injili lakini watu wanaipuuzia. Ibrahimu akasema, huko kuko injili na kuna manabii, kuna watumishi wa Mungu, wasipowasikiliza watakukuta hapo hapo. Ndio njoo kukuonesha kama sala ambayo mfu anaweza fanya juu yako mwenungali hai haiwezi kukusaidia. Na pia wewe mwenungali hai, sala utafanya juu ya mtu amekufa haiwezi msaidia. Ndugu mpendwa, mwenye uko kwenye dhambi, ningekusihi wakati ungali hai, profite neema ingaliki. Kwa sababu neema ni kwa ajili ya walio hai. Wokovu, kuokoka ni kwa ajili yako mwenye ngolo mzima. Ukishakufa hakuna matumaini kwako kabisa. Hakuna matumaini. Mungu akusaidie na akubariki, akupe neema, uache dhambi, umtumikie Mungu wakati ungali hai, uweke maisha yako sawa wakati ungali hai, kwa sababu uhai ni baraka.
kwa sababu hai ni neema. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Biblia inasema seme imbwe ningali naishi, ningali na valeo kushinda simba ambaye amekufa. Ijapokuwa simba ni mfalme wa mpori, mfalme wa wanyama ni simba, lakini Biblia inasema ikishakufa imbwa ingali inaweza kuwa mfalme na nafasi ya yule simba ambaye tayari amekufa. Bwana asifiwe. Basi kama mpori kuna kutanika leopare haiko, ina maana imbwa inapaswa tawala kwenye simba haiko. Acha nikupa neema, acha nikufariji moyo wako, nikwambie wewe mwenye uko kwenye mateso bado kuna tumaini. Unaweza omba Mungu na anajibu, bado kuna tumaini. Lakini pia acha nikusaidie, nikuhimize mpendwa mwenye unataka kuacha dhambi na kuokoa maisha yako, ungali waishi, kuna neema. Kuna neema, tafuta Mungu, neema ingaliki. Kwa wale ambao wangali hai, kuna neema ya wokovu. Kamata tu decision, acha tu decision, amua tu. Amua na Mungu atakusaidia, atakutia nguvu. Najua haiko rahisi kuacha dhambi, lakini ukiamua, Roho Mtakatifu anaweza kutia nguvu. Anaweza kukuhimiza, shiriki ibada, shiriki na watu ambao wameacha dhambi, wameokoka, na ile neema itakukuta. Bwana kubariki kwa jina la Yesu.